Shosti! Tusemezane. Sio matatizo na wakamwana wenu jamani. Wake za watoto wenu msiyabebe kama mnaletewa matatizo ya watoto wenu, bali uyabebe kama unaletewa matatizo ya mwanamke mwenzio. Amekutana na huyu mwanaume hapa na hizi ni changamoto zake. Scenario number 1. Scenario number 2. Malezi yale ya yule mtoto wako uliokuwa unamlea wa kiume nyumbani kwako ndio yanaenda ndo mbegu ulioipanda kwa wakamwana. Yaani, kama ulimlea mtoto wako anakuwa responsible, anaweza kufanya maamuzi, anaweza kufanya 1 2 3 bila kumsaidia, akifika kule ndio hicho atakachokifanya kwa wakawana. Umeelewa sio? Kwa hiyo pia malezi yale ambayo unakuja kuambiwa tabia za mtoto wako wa kiume ni reflection ya mbegu ulioipanda. Kwa hiyo ukiwa unaletea matatizo, badala ya kumlaumu huyu mwanamke hamuelewi mtoto wako, unatakiwa urudi nyuma ujiulize, kwani mimi nilimleaje mtoto wangu huyu wa kiume kuhusu mke? Kwa sababu unaweza ukajikuta wewe unasema wakawana hawapendi mtoto wangu, sio kitu gani? Kumbe sio hivyo. Kumbe wewe ulivyomtengeneza mtoto wako ulimlea kwa ajili yako, hukumlea kwa ajili ya watu wengine. Umemlea kwa kumdekeza, umemlea kwa kumbeba moyoni mwako, umemlelea kwa kumdefend, umemlea hivyo. Kwa hiyo ile hulka uliomtengenezea sasa hukumlea kwa ajili ya watu wengine, kwamba huku anatakiwa ajitegemee, huku anatakiwa awajibike, huku anatakiwa wewe kumlea hivyo. Wewe ulimlea azifu kwamba ni yai ambalo haliwezi kupasuka. Sasa inapofika linatakiwa litotolewe, ambalo ni kubeba majukumu, ambalo linatakiwa awe baba wa familia, ambalo anatakiwa awe mume, ambalo anatakiwa akumbuke kwamba anatakiwa hela yake sio yake tena, ni hela ya familia, asiwe mbinafsi, asikilizwe, awe na sauti ya kiume. Vyote hivyo tunawaambiana wafanya biashara kila siku kwamba biashara bila mikopo haiwezekani kufanyika, lakini leo tusemezane kuhusu kufanya biashara bila madeni. Njani hapa wafanya biashara wenzangu, tusemezane kuhusu jambo hilo. Watu wengi tumekuwa tunafanya biashara zetu tukiwa tunaamini kwamba tunapaswa biashara iingie kwenye mikopo, lakini hebu tujiulizane, kwa nini tunakopa? Wewe mfanyabiashara mwenzangu, usikurupuke kunijibu, lakini tujiulize, kwa nini ninakopa? Ukiwa na sababu kwa nini unakopa, hapo utagundua una ulazima wa mikopo au huna ulazima wa mikopo hiyo. Watu wengi tumeenda na mazoea kuhusu kuweka mikopo kwenye biashara zetu, kitu ambacho kinapelekea biashara nyingi kudumaa au kufa kabisa au kutokuwa na uendelevu wowote, bali tunakuwa tunafanya biashara kwa kulipa madeni ambayo tumeingiza kwenye biashara. Kwamba watoto ni watu wazima wajao. Kwa hiyo tuhakikishe mbegu tunayoipanda ni mbegu nzuri kwa watoto wetu. Kila heri. Usafi wa tiles. Tiles sio tu pale wanapokanyagia, huku nje, huku juu kwenye kuta za vyoo, vyote vile. Kama una choo ambacho kimechanganyika choo na bafu, hakikisha unafanya usafi kwenye tiles na kuta za tiles na juu kwenye matandao. Maswali magumu. Mara ngapi mimi nimekuwa balozi sahihi wa Kristo kwa kuwaita watu kwa Kristo? Mara ngapi? Mara ngapi badala ya kuwagombeza wale watu ukajawa na roho ya huruma ya kuwavuta kwenye madhabahu kwa kuwaombea na kufunga kwa ajili yao ili wamjue Kristo? Mara ngapi? Mara ngapi tumetumia kinywa chetu kufariji wale watu bila unafiki wa kuchukua matatizo yao na kuyasema pembeni na kuwakozia depression kwa kuwa wewe ni Mkristo ambaye unajiona una siti ya mbele mbinguni? Mara ngapi? Mara ngapi tumeacha watu wanatapatapa mitaani wakati sisi tunaoijua njia sahihi tunawaonyoshia vidole hivi? Mara ngapi? Ndugu zangu wa Kristo, tuwafanye watu waje kwa Kristo
kwa sababu Ukristo ni upendo, Ukristo ni imani, Ukristo ni ushikamano, Ukristo ni kupendana kwa kusemezana kwa upole tukiwa tunaongea neno la Mungu. Ukristo ni kufanya ibada pamoja. Ni Ukristo ni kutubu kwa ajili ya ndugu zetu. Tukasome Paulo alichofanya jamani. Tukasome Injili inavyosema jamani. Twendeni turudi nyuma tukasome Agano Jipya vizuri tuone Ukristo ulikuwaje. Kwa sababu wengi tunasema Agano la Kale hatuwezi kusoma kwa sababu basi tudili na kitabu cha Agano Jipya ambalo watu wengi wanapenda kulisoma. Kwenye Agano Jipya kalisome. Angalia Paulo anavyoandika waraka za watu kwa kuwa encourage wale watu wa Korinto, wa Rumi, wa Kolosai, wa Thesalonike. Wote hao Paulo anawatia moyo kuhusu mambo ya Kristo. Lakini sisi ambao ni wa Kristo hatufanyi hivyo. Imagine unaenda mbinguni, Mungu anakuuliza hili swali, wewe tokea uwe Mkristo, watu wangapi wamekuwa wa Kristo nyuma yako? Watu wangapi wamemjua Kristo kwa ajili yako, kwa wewe kuwa Mkristo? Imagine hilo swali lilivyo gumu kulijibu kwenye sentensi kwamba mimi ni Mkristo wa miaka 30, wa miaka 40, wa miaka 50, lakini sijawahi kufanya hata mtu mmoja amjue Kristo, bali nimekuwa Mungu mtu kwa kuhukumu watu. Hiyo ni dhambi kubwa sana tunaifanya. So ndugu zangu wa Kristo wenzangu, tuwaite watu kwa Kristo kwa upole, kwa kuwafundisha neno la Kristo, kwa kuwaombea. Lakini tusiwe Mungu mtu wa kutaka kuwajaji watu kwamba watu wale wamepotea. Lakini tujiulize, tuliwasaidiaje? Watu ambao ni wabaya ndio walitakiwa wawe mstari wa mbele kanisani ili wamjue Mungu, lakini sisi tunawaweka mstari wa nyuma kanisani kwamba wasimjue Mungu, kwa sababu sisi tuliomjua Mungu tumekuwa wanafiki. Ni kweli? Tuambiane ukweli. This is black and white video. Itakukera najua, lakini tuambiane ukweli, tumekuwa wanafiki. Shosti! Tusemezane.